Nimeambiwa kwenye ujenzi wa shule ya wavulana ya Katavi yalinunuliwa mabati yasiyofaa. Nani aliyeagiza haya mabati? Takriban milioni 198, karibu milioni 200 mmenunua mabati yasiyofaa. Nani alienda kununua? Serikali imetoa fedha nyingine ya kwenda kununua mabati yanayofaa, ili hali ilishatoa fedha. Nani alienda kununua? Mkurugenzi yuko wapi? Mmeenda kununua mabati Resa Roofers. Ndio mheshimiwa. Ya jijini Mwanza, mabati 4,000 yasiyofaa. Kwa nini mlinunua mabati na mnajua hayo hayafai? Na fedha hii milioni 200 ambayo mlinunua, kwa nini serikali itoe fedha mara mbili kwenye jambo hilo hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli hizo bati zilinunuliwa kwa mzabuni ambazo nani aliyeagiza bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni watumishi ambao waliweza kusaini na kumlipa. Nani aliyesaini? Kwenye mchakato wa manunuzi mpaka ulipaji. Nani aliyesaini? Nani aliyeagiza? Nani alisaini? Mnaagizaje bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Waziri Mkuu, ni watumishi. Nani? Nataka kuwajua hao watumishi waliofanya hii, wamesababisha serikali itoe fedha mara mbili. Afisa manunuzi pamoja na walimu pamoja na kaimu mkurugenzi. Hiyo fedha milioni 200 isharudi? Bado Mheshimiwa Waziri Mkuu. RPC agiza huyu mkandarasi ambaye ameleta bati sizo, na hawa watumishi wote ambao walishiriki, kamata wote mpaka hii fedha irudi na wachukuliwe hatua za kisheria. Mambo gani ya kijinga ya aina hii? Fedha ambayo tungenunua madawati watoto wasikae chini, imeenda kununua mabati ya ovyo, imenunua mabati ambayo sio, na fedha imeendelea kubaki kwa inafanya nini? Fedha ya serikali, mabati sio, imebaki kule, inafanya nini? Na wewe ndio mkurugenzi, umechukua hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzabuni tunaye aliendelea na tuliendelea kuwasiliana naye arejeshe pesa zote